Assalamualaikum na karibu kwenye mahojiano yangu na Sheikh Diwani, mmoja kati ya watu ambao kwa hakika wanafahamu mambo mengi sana kwenye masuala mazima ya dini. Kwake ni sehemu sahihi ya kuja kupata elimu kwa yale ambayo huyafahamu, lakini kubwa zaidi muda huu tunazungumza kuhusiana na kauli ambayo aliweza kuitoa msanii wa muziki, naweza nikasema hivyo, Afande Sele, mmoja kati ya watu ambao wakiongea kauli watu wanachukulia kwa tafsiri kubwa sana. Hivi karibuni Afande Sele amezungumza kuhusiana na funga. Alisema kwamba kabla Waislamu au kabla mtu hajafunga lazima anatakiwa apime afya yake. Je, ni sahihi ya huyo mtu kufunga ama sio sahihi? Moja kati ya kauli ambayo imezua mjadala mkubwa kwenye mitandao ya kijamii, hasa kwenye ukurasa wake yeye mwenyewe Afande Sele. Wengi wamecomment vile ambavyo wanavijua, wapo ambao wamempongeza, vivyo hivyo wapo ambao wamemtukana kwa kumdhihaki, kusema kwamba yeye afahamu lolote kwenye masuala mazima ya Uislamu. Nazungumza na Sheikh Diwani atuambie kile ambacho Afande Sele amekizungumza ni halali ama ni batili. Sheikh Diwani, assalamu alaikum. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, bila shaka umesikiliza ama umesikia kauli ambayo alikuwa amezungumza msanii wa muziki wa Bongo Flava, kwa maana kwamba Afande Sele kabla waliokuwa kwenye mwezi wa mtukufu Ramadhani, kabla mjafunga ni lazima mfahamu afya zenu. Hii kauli unaichukuliaje hasa? Kwa mimi binafsi namuona Afande Sele katika kauli hii yuko sawa. Yuko sawa kabisa, kwa sababu ndivyo hasa inavyotakiwa, kwa sababu funga ni kwa walio wazima. Funga sio kwa wagonjwa. Na kwa katika hali ya namna hiyo sasa, yeye aliposema ni vizuri watu watafiti au wacheki kwanza afya zao, jambo bora, wamepita sawa sawa kabisa na aya namna jinsi ambavyo inavyotaka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema yoyote yule ambaye atakayekuwa miongoni mwenu kafikiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikawa mtu huyo ana maradhi ambayo yanayohatarishwa na yeye kutopata chakula, fa'iddatum min ayamin ukhra, basi huyo natakiwa alipe katika masiku mengine pindi ambapo maradhi yatapokuwa yamemuondoka. Kwa hiyo huyo Afande Sele aliposema ya kwamba ni vizuri watu wacheki kwanza afya zao, yuko sahihi. Sidhani kama kuna tatizo katika hili, yuko sawa, kwa sababu saumu ni kwa ajili ya watu wazima, yani wenye afya. Ndivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema. Ima lile neno ambalo alosema kwamba kufunga ni kukaa tu na njaa, yani kuanzia asubuhi mpaka jioni kukaa na njaa, hili ndio neno ambalo amelikosea tu. Ni hilo ndo ambalo kalikosea, kwa sababu kukaa na njaa anaweza kukaa mtu yoyote, lakini kufunga maana yake ni yani al-imsaku an jami'il muftirat, ni kujiziwia kutokana na yote au vyote ambavyo vinavyomfanya mtu akawa kafungua. Kwa mfano, kuingilia mke wa halali wakati wa mchana wa Ramadhani, hii imeziwiliwa. Sawa? Yani mtu akiwa kafunga imeziwiliwa. Lakini kadhalika vile vile kusema uongo imeziwiliwa. Lakini kadhalika vile vile kusengenya imeziwiliwa. Lakini kadhalika kufanya muharramat, mambo yale ya haram yameziwiliwa, ikiwemo na tendo la kula halali limeziwiliwa. Hii ndio inaitwa al-imsaku jami'un nahari, yani kwa maana al-imsaku fi jami'in nahari, kujiziwia katika mchana kutwa, anil muftirat, kutokana na vile ambavyo vinavyofunguza katika hali, sio kukaa na njaa kama jinsi ambavyo alivyosema. Ni kweli wapo watu wakifunga wanahatarisha maisha yao. Hapa lazima watu wajiulize katika mambo mawili. Jambo la kwanza, ipo hadithi Bwana Mtume anasema sumu tasihu, fungeni ili mpate afya. Watu wanahawa hapa wakasema hii inaitwa fi'lu talab, kwa maana ni kitendo ambacho kinachowataka watu wakifunga, majibu ya kufunga kwao ni nini wanachokipata. Anasema tasihu, mtapata afya. Maana yake intasumu, kama mtafunga, tasihu, mtapata
afya katika hali za namna. Hapa kuna maswali ya kujiuliza. Ni maradhi gani ambayo ukiwa nayo ukifunga unapata afya? Na ni maradhi gani ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema mkiwa nayo kuleni mtalipa katika masiku mengine? Ndio hichi kitu alichosema huyo afande Sele. Mimi sidhani kama alichokisema hiki amekosea, bali watu wanachokifanya wao wanamtazama msemaji. Ndio shida iko hapo. Maana yake nini yani? Yani ili uwe nini kwa matusi? Unafundisha nini? Labda hapo aliposema kwamba mnashindana njaa ndio waliumia. Sasa ni kumuelekeza tu. Ni kumuelekeza. Tena wewe mwenyewe ushasema huyu hajui kitu. Haya, kama hajui si ndio aelekezwe? Hajui anatakiwa atukanwe au hajui anatakiwa aelekezwe? Kwa hiyo unakuta sasa Waislamu tuna mihemko ya ovyo ovyo sana, na hasa katika zama za sasa tuna mihemko ya ajabu kabisa katika hali za namna hiyo. Sasa pale ambapo tunaposema kwamba Mwenyezi Mungu anasema atakayekuwa mgonjwa alipe masiku mengine, ni ugonjwa gani? Na huku Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fungeni mtapata afya. Tunapata afya kwa maradhi yapi? Hapa lazima tujiulize. Kwa hiyo ndio maana huyu bwana aliposema ya kwamba ni vizuri, mimi nimemsikiza vizuri ni jinsi alivyosema ni vizuri. Unaelewa maana ya ni vizuri? Sio lazima. Anasema ni vizuri watu wacheki kwanza afya zao. Sasa makosa yako wapi hapa katika kauli hii? Kauli imenyooka kabisa, iko safi wala haina shida katika. Sasa watu wanamtazama yeye mwenyewe jinsi alivyo, ndio anahukumu watu kwa namna jinsi alivyo. Mmoja ana maneno ya hikma ambayo anayosema. Anasema katika maneno haya ya hikma na busara inatakiwa watu wazingatie sana. La tanzur man yaqul fanzur ila ma qala. Siku zote maneno haya anasema usimtazame anayesema ni nani. Haya maneno anayoyasema ni nani? Ukitazama hivyo utawatukana watu bila haki. Fanzur ma qala, kilicho bora zaidi ni wewe kutazama anachosema ni nini, sio anayesema ni nani. Wewe ukimtazama anayesema kwa maana ya nani, itabidi umtukane, umpe majina mabaya kwa sababu tu wewe ulichotazama unatazama msemaji ni nani. Lakini ukiwa unatazama anachosema ni nini, basi bila shaka unaweza ukapata faida kubwa sana. Watu wa Maka walichokifanya ni hichi ambacho baadhi ya watu wanafanya kwa huyu afande Sele. Baada ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kupewa utume, kisha watu wa Maka pale wakawa wanasema, yani mtume atakuwa huyu amezaliwa tunamuona katika familia maskini, familia duni. Hapa kuna matajiri, kuna watu wana shuhura, wana umaarufu mkubwa, wasiwe hao mitume, aje kuwa huyu. Unaona mambo jinsi yalivyo. Wao walikuwa wanatazama nini? Man yaqul, yule anayesema. Hawatazami kile anachokisema bwana Mtume Muhammad. Kwa hiyo kuna watu walimkataa bwana Mtume kwa sababu tu kwamba kazaliwa wao wanamuona, kakuwa wanamuona, wao ndio wana umaarufu mkubwa, wao wana utajiri mkubwa, wao wapo kadha. Basi hicho tu ndio kilichowapelekea kumkataa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kuna watu pia wanapelekea kukataa maneno ya haki kwa sababu tu yanatoka kwa mtu ambao wao wanamdhani mtu huyo ni mtu wa batili. Hii ni hatari sana. Ni hatari sana. Huyu bwana alichokisema mimi naona iko sahihi tu. Kasema vitu sahihi. Kwa mfano, kuna vitu vinavyoitwa quruhatul ma'diyatul hadda. Kuna vidonda vya tumbo ambavyo ni chronic, ni hatari sana. Kwa mtu mwenye maradhi haya vidonda vya tumbo ambavyo ni chronic ni hatari sana. Huyu mtu lau kama atafunga ana hatari ya kupoteza maisha. Lau kama atafunga ana hatari ya kupoteza maisha. Kwa mazingira kama haya Uislamu unamwambia huyu afanyeje? Ale. Kula kwake huyu mtu ndio ucha Mungu, na kufunga kwake ni makosa makubwa kwa sababu anaweza kuhatarisha maisha yake, anaweza kuhatarisha afya yake katika hali. Kwa hiyo kwenda kupima, madaktari wakathibitisha kwa maradhi haya unaweza kufunga, akafunga hamna tatizo, ni jambo zuri. Au madaktari wakamwambia kwa maradhi haya tulia. Kuna wale watu wana maradhi yanaitwa samamatul qalbiyya, valvu za moyo ambao zilizotanuka, hawa wanaishi kwa madawa. Yani kila baada ya masaa mawili au matatu lazima ameze vidonge kuanzia 6 na kuendelea. Huyu mtu naye unamwambiaje funga mwezi wa Ramadhani?
Kwa hiyo lazima huyu mtu kwa mujibu wa taratibu za kisharia zinamwambia huyu mtu ale, kula kwake ndio ucha Mungu katika hali za namna hiyo kuliko kufunga katika mazingira kama haya. Sasa huyu akiambiwa ni vizuri acheki afya yake kabla, kosa liko wapi? Hakuna kosa. Kwa hiyo tusitazame anayesema, bali tutazame kinachosemwa, kwa sababu wakati fulani kinachosemwa kinawezekana kikawa ni haki, lakini hatari tunaifanya ile haki kuiziba kwa ajili ya kutazama, yani ya kumtazama mtu mwenyewe namna jinsi alivyo. Hii ni hatari. Na kuna usemi mwingine unasema hivi, ambapo ni muhimu sana watu pia tuweze kuzingatia. Usemi huu unasema, unapozidisha mapenzi kwa mtu, haramatika alhaqa, basi ukimpenda sana mtu, basi itakunyima kuifahamu haki kutoka kwa mtu yule. Yani kama mtu ambaye wewe unampenda sana atakifanya kitu cha hovyo, wewe utampigia makofi tu, utasema kwamba kafanya cha sawa sawa kabisa. Sasa balance mapenzi yako kwa mtu huyo, ili cha haki kisema haki, cha batili sema batil. Na iwapo kama utamchukia mtu, basi kadhalika, basi ile chuki ina tabia ya kukuziwia ile haki anayesema yule mtu, wewe usiione. Kauli ambayo inasema iwapo kama mtu atamchukia mtu, basi isikupelekee ile chuki yako ya kumchukia mtu, basi ile haki yake na uzuri wake wewe usiuone katika hali. Kuna watu wako hivyo, kwa kuwa yeye anamchukia mtu, basi hata mazuri ya yule mtu hawezi kuyaona, yote kwake atakuwa ni mabaya tu, kutokana na ile mihemko ya chuki ambayo yeye anayemchukia mtu yule. Sasa taratibu za dini haziko hivyo, zinahitaji ubalance kiwango cha mapenzi yako kwa mtu, lakini kadhalika inatakiwa ubalance kiwango cha chuki zako kwa mtu. Walio wengi akikuchukia, basi hata zuri lako kwake baya tu, akikupenda basi hata baya lako kwake zuri tu. Sasa Uislamu hauko hivyo. Anasema ahbib habibaka hauna ma asa an yakuna baghidaka yawman ma, wa abghid baghidaka yawman ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Haya ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad. Anasema namna jinsi ilivyo mpende unayempenda, lakini kadhalika weka kikomo katika mapenzi yako na namna unavyompenda, kwa sababu huyu anaweza akafanya tukio la hovyo, basi katika lile tukio la hovyo utakuwa ni rahisi kuliona. Kwa sababu gani? Umempenda kwa wastani. Lakini ukimpenda mazima, akifanya baya kwako zuri. Lakini wa abghid baghidaka yawman ma hauna ma, lakini kadhalika na umchukie yule ambaye unamchukia kwa kiwango, usichukie kwa mpaka ukapitiliza ikawa hata zuri analolifanya kwako wewe baya tu. Isiwe hivyo katika hali za namna hiyo. Ni kukadishi kidogo uliposema kwenye mapendo watu huenda kahamishia kwenye ndoa. Wakasema shehe, mbona kama hataki mtu ampende mumewe au mkewe zaidi? Hata mke na mume pia anatakiwa tupendane kwa wastani, sio zaidi. Ukipendana kwa wastani ndio utaratibu wa mambo jinsi ulivyo, kwa sababu utakosoa mabaya ya mkeo na mke atakosoa mabaya yako, kwa sababu mmependana kwa wastani. Lakini ukipendana mazima, manake mabaya yako hawezi kukosoa na wewe mazuri yako atakuwa, yani mabaya yako hawezi kukosoa.